1% of Kenyans out of 50 million Kenyans, only 1%. Watu wetu wakifinyiliwa, Kindiki hawezi ongea. Watu wetu wakiuawa, Kindiki hawezi ongea. Kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja leo kuzungumzia ile maneno niliona rafiki yangu jamaa mwingine hapo mjinga zaidi anaitwa Makarina Mutembei, na akaongea baada ya Rigathi Gachagua kukua kwa ile interview ya Inoro TV. Akaongea mambo mingi akitusingi Rigathi Gachagua, na mimi nashtuka sana wa Kenya, hasa jamii ya Mlima Kenya, kwa sababu Makarina si ati ni mtu wa nje. Makarina si Mjaruo ama Mkisii ama Mluya, ni mtu wetu tu, ni mtoto tu wetu hapa Mlima Kenya, kutoka hapa Meru County. Makarina ni mtu wa kusema ya kwamba ati Rigathi Gachagua ni gunia ya viazi ambayo imeoza. Mimi nimesikiza huyo jamaa ile matamshi ambayo na ile majina ameita kiongozi wetu Rigathi Gachagua, nikashindwa, kwani Rigathi Gachagua nani alinyang'anya bibi? Haiwezekani Rais William Ruto na majamaa wake wao kina Faruku Kibet, wabunge ama seneta, wanasiasa wote wametusi Rigathi Gachagua hii mwaka mzima, hakuna jina hawajamuita wakimtusi. Alafu baadaye sasa imefika mahali, kwa sababu serikali imemalizana na yeye kumtusi, ati sasa mpaka viwete, watu ambao hata hawana miguu na hata akili ni kama ididimia, sasa wamefika kiwango pia wao wameanza kutusi Rigathi Gachagua. Mimi nashangaa sana, na mimi nataka nikuambie Makarina bana, you must apologize. Hauwezi kuja kwa mitandao unaita nyumba za media unaanza kutusi Rigathi Gachagua ati kwa sababu mlimtoa kwa kiti kinyume na sheria, wakachukua Kindiki, kijana mtoto wenu wa hapa Meru. Saa hii sasa unaona Rigiji kama takataka. Sisi kama viongozi wa eneo hili, wala tunaongoza New Gema, hatutakubalisha mtu yeyote kutusi Rigathi Gachagua. Na Makarina, wacha nikuambie, sisi hakuna mtu anachukia Kindiki, na hakuna mtu yeyote ambaye ako na vita na Kindiki. Na nilisema ya kwamba nikasema sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatuna shida na Kindiki, hata kama alipatiwa kiti ya Rigathi Gachagua, kwa sababu ile vita tunapigana sio vita ya jamii. Ile vita tunapigana, tunajua adui yetu ni nani, na adui yetu ni William Ruto. Makarina, nataka unisikize vizuri. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya, adui yetu sio Profesa Kindiki. Kwa hivyo wacha kutusi Rigathi Gachagua. Adui yetu ni William Ruto. Na ile shida tuko nayo na Kindiki ni kwa sababu yeye ndiye anatumiwa sasa na yule ambaye ni adui yetu. Kindiki ndiye anatumiwa na yule mtu ambaye aliua watoto wetu siku ya maandamano. Kindiki ndiye anatumiwa na yule jamaa ambaye leo hii ameharibu masomo ya watoto wetu, hata hatujui tunaelekea wapi. Kindiki ndiye anatumiwa na huyu jamaa anaitwa William Ruto, yule ambaye ameharibu mambo ya afya. Wazazi wetu na watu wetu wanakufa kila siku kwa sababu hawana namna ya kupata matibabu. Yule mtu ambaye anatumia Kindiki ni yule ambaye ameharibu uchumi ya nchi. Huyo ndiye adui yetu mkubwa. And that is why tunasema ya kwamba hata kama alichukua Kindiki kama running mate, hata kama alichukua Kindiki kama naibu wake wa rais, sisi serikali ya William Ruto, kwa sababu imeshindwa kusaidia Wakenya, kila wakiamuka kazi yao ni kubomolea watu. Jana wameshinda kule Kayore, wanabomolea watu manyumba, ile kitu ambayo William Ruto mwenyewe alikuwa ameapa ya kwamba hakuna siku atabomolea wananchi manyumba kiholela. Na kwa sababu anafanya kinyume na yale mambo ambayo alituahidi wakati wa campaign. That is why sisi kama jamii ya Mlima Kenya na wale Wakenya wengine kwa jumla tunasema ya kwamba serikali ya William Ruto imeshindwa na kazi, wanafaa wajiuzuru waende nyumbani. Kwa hivyo nataka nikuambie Makarina, kabla ukuje kutusi Rigathi Gachagua, ni vizuri jua ya kwamba yeye ndiye alisimama na wananchi. Yale maovu yote imekuwa ikifanywa na serikali ya William Ruto, yeye ndiye amekuja akatoboa kila kitu na akasema ya kwamba alikataa wananchi kubomolewa. Alikataa mambo ya kufinyilia Wakenya na mambo ya kuongeza kodi. Alikataa mambo ya kuongezea Wakenya ushuru kila siku kiholela. Alikataa miradi ambayo wananchi wenyewe haungi mkono. That is why walimfukuza kwa serikali. Na kwa sababu Rigathi Gachagua alisimama na ukweli, Kindiki amechukuliwa akiwa kama puppet. Kindiki amechukuliwa kwa sababu kazi yake ni kusema yesa. Kindiki amechukuliwa kwa sababu hana sauti. Usikuje kutusi Rigathi Gachagua sababu ya hiyo Kindiki mwenye hawezi tusaidia.
Mimi nataka nikuambie Makarina, uache kudanganya watu bana. Tunajua unakula pesa ya serikali, tunajua wewe ni mtumwa wa serikali, lakini Makarina, hata kama wewe ni mlemavu, tafadhali usibehave kama pia uko na ulemavu wa akili. Unashindwa kuelezea Wakenya ya kwamba bila mambo inaendelea wazi bila kuficha. Ambia Wakenya mtu anaitwa Kindiki hawezi wakilisha jamii ya Mlima Kenya kwa sababu yeye ni kibaraka na kikaragosi ya William Ruto. Watu wetu wakifinyiliwa, Kindiki hawezi ongea. Watu wetu wakiuawa, Kindiki hawezi ongea. Watu wetu wakidharauliwa, Kindiki hawezi ongea. So usikuje hapa kujipiga kifua na kutusiana na kuonyesha watu ya kwamba Rigathi Gachagua ni kama hana akili, ati amepotea njia. Unasema sijui yeye kichwa yake ni mbaya, unasema sijui yako msituni, unasema sijui amejielewa. Kama kuna mtu hajielewi Makarina ni wewe mwenyewe, kwa sababu uko na ulemavu wa miguu lakini unajifanya kama pia uko na ulemavu wa akili. Hata uko na macho na hauoni ya kwamba vile Wakenya wanateseka. Uko na macho, hauoni serikali ya William Ruto na huyo Kindiki vile ambavyo inahangaisha Wakenya kila siku. Jana umeona kuna waheshimiwa wamekuwa kule Nyandarua. Hiyo serikali unapigia makofi hapo ya Kindiki wakiwa na William Ruto. Kazi yao ni kuhangaisha viongozi wale ambao wachaguliwa na wananchi. Wakiemuka wanashika Onesmus Ngogoyo. Sijui kwa sababu amesema kwa kanisa, sijui William Ruto apatane na Mungu. Kwani huyu kijana anaitwa Ngogoyo, mbunge kutoka hapa Kajiado, kwani kusema William Ruto apatane na Mungu, kwani amefanya makosa gani? Hiyo ni sheria gani amevunja kusema hivyo? Makarina, ambia Wakenya ukweli, serikali ya William Ruto inafanya vibaya hata kuliko serikali ya Uhuru Kenyatta kuuzia viongozi uoga. Wale ambao wanaongea ukweli wanasurutishwa, wale wanaongea ukweli wanatumia maaskari, wale wanaongea ukweli wanatumia mabarua sijui waenda kwa DCI wakaandikia sijui taarifa. Juzi mumeona juzi umeona na hiyo macho yako vile naibu rais alipigwa kule Limuru, wakashika sijui Karongo Athang'wa. Makarina, nakuuliza, nyinyi mnatuma wakora, mnatuma wezi wavamie naibu wa rais Rigathi Gachagua, baadaye kisha mnakuja kushika Karongo Athang'wa sijui na mwadhi wa kule Limuru, mnawaekelea makesi. Hiyo tabia ilikuwa na serikali ya Uhuru Kenyatta na mkaikashifu zaidi. Nakumbuka siku moja Kindiki alilia kama mtoto akiruka kule Senate sababu ametolewa kwa kiti ya deputy speaker kinyume na sheria na Uhuru Kenyatta. Akalia akaruka sana na akasema hiyo ndio ile mambo inafanya hata saa nyingine wananchi wanachoma bunge kwa sababu ya kukuwa na serikali ambao inafanya mambo na kuongoza na uongozi wa kimabavu. Makarina bana, wake up, funguka macho, usifunikwe akili na pesa, usifunikwe macho na pesa. Kwa sababu uko kwa serikali saa hii, nyinyi ndio mko na maaskari, nyinyi ndio mko na pesa, ndio mko na mabunduki, mko na kila kitu. Unafanya kifua kubwa mpaka unafika level ya kutusi Rigathi Gachagua, mtu ambaye ni rika ya baba yako Makarina bana. Mimi nakwambia tumekupatia 24 hours Makarina. Hatutaki kujua kama wewe ni kiwete, hatutaki kujua kama hauna miguu, kwa sababu uko na akili timamu. Tumekupatia 24 hours. Make sure you apologize to His Excellency Rigathi Gachagua. Na usipofanya hivyo tutakufinya my friend. Hatutatambua ati huna miguu, hatutatambua ati wewe ni kiwete, tutakufinya. Hatutaki ujinga. Rigathi Gachagua lazima aheshimiwe kama kiongozi wa jamii. Nyinyi ndio mlimtoa kwa kiti, wananchi hawajamtoa kwa kiti. Nyinyi ndio mlitupa nje, wananchi hawajamtupa nje. Nyinyi ndio mlichokeshwa naye kwa sababu anaongea ukweli, wananchi hawajachokeshwa naye kwa sababu anaongea ukweli. Kwa hivyo Makarina, tumekupatia 24 hours. Make sure you apologize to His Excellency Rigathi Gachagua, and failure to do that, mimi nitakuja na nitaongoza viongozi wa New Gema. Tutakupata mpaka kwako kwa nyumba. Hatutatambua kama wewe ni kiwete ama huna miguu. Hii matamshi ukiamuka kila siku, ukiamuka nafika tu kutusi kiongozi wetu, hatutakubali. Mlimtusi mkatosheka, mkamfukuza. Kama kuna mtu Rigathi Gachagua amenyang'anya bibi, mkuje mtuambie saa hii. Kwa sababu hamwezi kuwa wanaume wote mnashikana mpaka viwete, mnatusi mtu mmoja bwana. Mmefinya kwa kona ya kutosha. Hatutanyamaza na hatutakubalisha. Kitu kingine nataka niambie Kimani Ichung'wah. Wacha kusema ya kwamba ati sisi wale ambao tunaongea na tutakosoa serikali ati tudungwe chanjo hiyo dawa ya ng'ombe. Sababu nimesikia hivyo ukiongea ukiwa pale kule kwenu Rift Valley. Sababu wewe hata si wa jamii ya Mlima Kenya, umetoka huko Rift Valley. Tukasikia kwamba unasema ati sisi ambao kila siku tunaamuka kukosoa serikali na kuambia Wakenya ukweli, atukasema hiyo chanjo ya ng'ombe tunafaa tudungwe sisi wenyewe. Mimi nataka nikuambie Kimani Ichung'wah, kama kuna chanjo mnataka kupatia ng'ombe iache kunyamba, kama kuna chanjo ambao mnapangia wakulima kudungia ng'ombe zao,
muanze na kudunga zile kondoo ziko kule bungeni. Zile kondoo ambazo zikiamuka zinanyamba kule bungeni, zikiamuka kila siku ni kunyamba parliament na kupitisha sheria ambazo ni za kugandamiza na kufinyiria wananchi. Nataka nikuambie Kimani Ichung'wah, kama kuna chanjo ya kudunga ng'ombe, William Ruto aanze na kudunga zile kondoo ziko kule bungeni. Zile ambazo zinafuata William Ruto, kila kitu akisema zinapiga makofi kama wajinga. Hizo ndio zile kondoo zinafaa kwanza zidungwe hizo dawa, zichajiwe hizo machajo, waache kunyamba mambo ambayo haisaidii wananchi, waache kunyamba vitu ambazo ni za kufinyiria wa Kenya, waache kunyamba vitu ambazo ni za kukeuka sheria. Na zinanyamba vibaya sana kwa sababu juzi zimenyamba huko bunge zikavukuza Rigathi Gachagua kinyume na sheria. Kwa hivyo Kimani Ichung'wah, kama unataka tudungwe sisi wenyewe tunakosoa serikali, wacha hiyo chanjo ianze na kudunga zile kondoo ziko kule bungeni, zile ambazo zimepotea njia. Na lazima tuambie wakulima ukweli. Hakuna siku, juzi tumeona ripoti imetoka ya kwamba only 1% of Kenyans out of 50 million Kenyans, only 1% iko na imani na William Ruto. Kwa hivyo ni kumaanisha 99% of Kenyans, au ni watu karibu milioni 50, hawana imani na William Ruto na serikali yake, kwa sababu kila siku kazi yenu ni kudanganya. Na mimi nashangaa ati mnashika MCA wa hapa Nyandarua eti kwa sababu wananchi wa Nyandarua siku ya sherehe za kiserikali wamekataa kusikiza hotuba ya rais. Mimi nataka niwaulize, kama wananchi wenyewe hawataki kusikiza hotuba ya rais mwenyewe kwa sababu aliwadanganya, MCA ni mtu mdogo sana bana, anakujia wapi? Rais mzima anashika MCA mtu mdogo, mtu ambaye anawakilisha ward iko na watu sijui 3,000 4,000 ati kwa sababu hotuba zake. Sababu sasa mlishika MCA wa Nyandarua. Tuliona huko Embu wananchi walikataa kusikiza. Tukaona huko Uhuru Gardens wananchi walikataa kusikiza. Tukaona hapa Kiambu kule Juja wananchi walikataa kusikiza hotuba ya rais. Tukaona kule Murang'a siku hata ya mazishi hotuba ya naibu wa rais wananchi wanakataa kusikiza. Kama wananchi hawataki kusikiza hotuba ya rais na naibu wake, MCA anakujia wapi? Hata kama ni kushika, kwani mtashika watu wangapi? Mtashika watu wangapi? Mnashika sijui kiongozi gani? Sijui gani anatumiwa barua aende kwa DCI? Sijui nani anahangaishwa anatumiwa maaskari? Hii biashara mtafanya mpaka siku gani? Mimi nataka niambie William Ruto, wewe mwenyewe ndio ulisema ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa inatumika kupanga mambo ya siasa. Na ukasema ya kwamba wewe ni mwanasiasa mashuhuri. Ukasema wewe ni mwanasiasa shupavu. Ukasema uko na ujuzi ya kuendesha siasa zako kwa serikali, hautatumia maaskari. Na leo hii you are doing worse than even Uhuru Kenyatta himself. Vile Uhuru alikuwa anafanya, you are doing even worse than him. Wewe ndio unatumia maaskari, idara ya upelelezi, idara ya polisi kupanga mambo ya siasa hata kuliko Uhuru Kenyatta. Kuliko uchoke na kusumbua watu na kusumbua wananchi na kusumbua viongozi bana. Timiza zile ahadi ambazo uliahidi wa Kenya. Na kama hautatimiza zile ahadi ambazo uliahidi wa Kenya, hii mambo ya wananchi kukataa kusikiza hotuba zako, usidhani itakoma, itaendelea tu. Hata mkifukuza machifu, hata mkiwafuta kazi wote. Hii safari wananchi wameamua ya kwamba wao wenyewe watajikosolea serikali. Kwa sababu ulinunua upinzani, ukanunua viongozi wa upinzani, leo hii Kenya haituna upinzani. Wananchi ndio sasa wako katika mlengo wa upinzani wenyewe. Wananchi ndio wanajikosolea serikali wenyewe. Wananchi ndio wanajitetea wenyewe kwa sababu wale ambao kisheria wanafaa kutetea wananchi uliwanunua. Na kwa hivyo basi hawezi nunua Wakenya milioni 50, hawezi nunua Wakenya milioni 50 wakosa kujitetea, watajitetea. Na sisi tu ni Wakenya wa kawaida. Sisi ni Wakenya tu wa kawaida. Tumeona hatuwezi nyamaza kama nchi yetu inaendeshwa vile ambavyo haistahili, na tutaongea. Mkitutisha, mtutumia kina nani? Kimani Ichung'wah hata akisema tudungwe mashindano sijui machanjo, hata mtuite wajinga, mtusema tuko na mapepo, hakuna siku hata moja tutanyamaza. Kwa sababu nia yenu ni kuhakikisha kwamba mmetutusi, mmetuita majina, ndio tuache hii mambo ya kuongea ukweli. Ndio tuache hii mambo ya kukosoa serikali. Mimi nataka niwatumie ilani ya mapema. No amount of intimidations, no amount of insults from our leaders will stop us, will make us stop opposing the government or criticizing the government objectively. We will continue. We will not by fear. You will not intimidate us. We will talk every day. Kila siku mkifanya kitu ambayo ni kinyume na sheria, we will be here talking and telling the Kenyans the truth. Vile ambavyo mtatufanyia, mtufanyie mkitaka. Sisi hatuna uoga. So ni hayo tu kwa leo, na nataka nipatie kiongozi rafiki yangu nafasi pia na yeye anene yale ambao pengine sijaguzia.
alafu kisha pale mwisho tutamalizia. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Kwa majina ni Kiari Kenneth ama KK. Nataka kuongeza tu jambo mbili ama tatu. Kwanza nataka kuongelesha huu jamaa anaitwa Makarena. Wewe Makarena, nilikuona ukipiga kiongozi wetu hapa Mount Kenya. Mimi nataka niambie Wakenya ukweli. Huu jamaa anaitwa Makarena, hata sio Mkenya. Unaona vinyako mweusi hivyo? Ni jamaa ametoka Uganda. Akakuja anajificha huko Meru. Akakura miraa, akakuwa mjinga, akakuwa mwenda wazimu. Makarena, wewe tunajua wewe si Mkenya. Tunajua vizuri wewe ni umetumwa hapa na Museveni. Unakuja kudanganya watu wa Meru. Wa Meru, niambieni ukweli, mshaiona mtu mweusi hivyo? Huyo mtu mweusi anacheka meno kubwa. Hizo meno ni meno za huko UG. Nimemwangalia vizuri hivi nikaona huyo jamaa vitu anaongea mlikosea kumpea miraa. Juu miraa ndio imeharibu Makarena. Amekula miraa akakuwa mwenda wazimu. Hakuna mtu mwenye anaweza amka asubuhi akuje aanze kupika kiongozi wa Mount Kenya. Kiongozi mwenye alitupa kiti yake juu ya Wanjiko. Wewe ndio wewe unakuja namba moja kusema sijui ati anakaa ngunia sijui ya nini. Wewe ni wewe unakaa hiyo ngunia. Unajua vizuri ni wewe. Na nataka niambie Wakenya, hiyo mambo mnaona Makarena akiongea, hiyo ni mambo ya mtu mwenye amepoteza njia. Na sisi kama Wakenya hatuwezi kubali, especially watu hapa Mount Kenya. Najua hata Wameru wamekasirika sana na wewe Makarena, na vile tu mheshimiwa amesema hapa, tumekupea 24 hours ukuje uapologize na useme pole kwa watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya wamekasirika sana na wewe. Kitu ya pili, Mr. Makarena, wewe waachana na mambo mingi. Kunywa uji mingi jamaa. Ukunywe uji, hiyo kichwa yako iweze kutolewa mambo huko ndani. Unajua ulemavu ikiingia kichwa mambo kama hiyo inaanza kuingia. Na urudi kwenye Uganda. Hatukutaki hapa Kenya. Usilete fitina hapa Mount Kenya. Kwa hivyo niambie wa Kenya, pia nataka kuongelesha jamaa anaitwa Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah, wewe umetumiwa na serikali, umetumiwa na William Ruto kwa njia ambazo hazifai. Kwanza ukatumiwa na William Ruto kutusi Uhuru Kenyatta. Ukatumiwa na yeye ukatusi kiongozi wetu hapa Mount Kenya Uhuru Kenyatta, ukafanya kila mtu achukie Uhuru Kenyatta. Sasa ndiwe wewe huyo ukatumiwa kupiga Raila Odinga, kumuita kitendawili. Umetumiwa na njia zote, ukakuja ukatumiwa kufukuza kijana wa hapa Mount Kenya Rigathi Gachagua. Jamaa alikuwa shupavu kupigania watu wa Mount Kenya. Sasa ni wewe unatumiwa hapa kudanganya wakulima. Tunaambiwa sijui kuja utuambie mambo ya machanjo. Sasa hiyo chanjo umeona ifai ng'ombe, inafaa watu ambao wanaambia Wakenya ukweli. Hiyo chanjo ni wewe inafaa. Wewe ndio unafaa kudungwa hiyo chanjo ukiwa wa kwanza. Udungwe hiyo shindano, hiyo ujinga ikutoke, uanze kuambia Wakenya ukweli. Hauwezi sema tuna oppose serikali ati sisi tunanyamba hapa ati tunanyamba mambo ambayo haifai. Sisi tunawaambia Wakenya ukweli. Wewe ni wewe unanyamba uongo. No wonder kulitokea Infotrak walitoa maswali wameuliza Wakenya. Wakasema hii serikali inadanganya 99% of Kenyans. Are they mad? They said the government is lying 99%. Only 1% na tunajua ni wewe na wengine wamesema ati hii serikali inafanya kazi. 99% imewakataa. Kwa hivyo niambia Wakenya, huyu jamaa anaitwa Kimani Ichung'wah asiendelee kutuchanganya na hawezi peana msimamo hapa Mount Kenya. Mtu mwenye tu anaweza peana msimamo ya hapa Mount Kenya ni Rigathi Gachagua peke yake. Kisiasa nasema ni Rigathi Gachagua peke yake. Huwa ndiye alikufia Wanjiko, akapoteza kiti yake akisimama na Wanjiko. Akasema ndani ni mbaya, akasema funding model ni mbaya, akasema hiyo mambo ya affordable housing ni mbaya, akasema SHA na SHI ni mbaya. Na ni kweli tumeona watu wakiumia juu ya hizi vitu. Kwa hivyo hizi ni vitu ambazo hazifai kuwa. So hatuwezi kuwa wajinga tukisema serikali inatufinya na sisi tulichagua hiyo serikali. Hiyo si makosa. Hakuna mahali tunakuja kupiga serikali. Sisi tunakuja tu kucorrect serikali. Nyinyi mlikuja na manifesto inasema vizuri mambo ya bottom up economic model.
Sasa tunaona ile mambo mmeleta ni ya kukanyangiria haso la chini kabisa. Mnamkanyanga kichwa mumalize. Mumemuongeza makodi. Hata watu vijana wengi sana wameshikwa na depression. Wanaanguka, wanaanza kukunywa mapombe. Nilisikia Makarena akisema ati hakuna kazi Rigathi Gachagua alifanya. Lakini wacha nisiongelee huo mwenda wazimu. Niambie tu wa Kenya, sisi tunataka ukweli na tutaendelea kuambia watu wetu ukweli. Kama kuna mahali hapafai, tutasema hapafai. Na niongeresha watu wa kwetu Mount Kenya, niwaambie msikufe roho na msikubali kudanganywa. Hata mkishikwa, niliona viongozi wa huko Nyandarua wameshikwa, ma MCA wameshikwa wakiambiwa ati wameorganize sijui nini speech ya president isikizwe. Kwani hata huko Migori ni watu waliorganize? Kwani kila mahali hapa Juja ni watu waliorganize? Hiyo ni ujinga. Mwezi shika viongozi wenye wanaenda kupigania watu museme wameorganize vitu za ujinga na mnawa abduct. Kama mtu amesimama na ukweli, watu hawezi mpiga. Kwa nini watu hawapigi Rigathi Gachagua? He is a truthful man and he said it. He said it very well. I'm a truthful man and there is no way darkness and light can work together. Darkness is William Ruto, right is Rigathi Gachagua. Hakuna wakati uongo na ukweli zinaweza endanisha. Haijaisikana hii Kenya ama hii dunia. Na ndio maana unaona Rigathi Gachagua na William Ruto hawezi enda njia moja. Juu moja ni muongo na mwingine anaongea ukweli. Hawawezi ingia kitu moja. Na ndio maana akaona wacha nifukuze huyu niweze kuendelea kunyanyasa wa Kenya. Na sisi kama vijana wa hapa Mount Kenya Defense Forces, sisi tunasimama nyuma ya Rigathi Gachagua na tunasema huu kiongozi ambaye amepoteza kiti akipigania wa Kenya ndiye tutaambia wa Kenya ndiye anaongea ukweli. Na ndio maana tunakuambia wewe Makarena, wewe Makarena, wewe ukuje uombe msamaha. Uache kutusi kiongozi ambaye amesimama na watu wa Mount Kenya na watu wa Kenya wote jumla na ukweli. Sina mengi ya kusema ila kuwatakia siku njema na muendelee kuombea nchi yetu. Asante.